Storyline. Leo tunaenda kuzungumzia mada nyeti na muhimu sana katika historia ya nchi yetu ya Tanzania. Tarehe 29 Oktoba, siku ambayo ilitakiwa kuwa sikukuu ya demokrasia, lakini iligeuka kuwa siku ya simanzi na maafa. Watu wengi walipoteza maisha wakidai haki yao ya msingi. Swali kubwa ambalo wengi wetu tunajiuliza ni kwa nini Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, jeshi letu, halikuingilia kati na kuichukua nchi ili kunusuru maisha ya Watanzania? Katika video hii tutachambua sababu 5 muhimu ambazo zinaweza kuwa zilichangia jeshi letu kutochukua hatua hiyo. Ni muhimu tukumbuke kuwa JWTZ ni jeshi letu na lina wajibu wa kulinda katiba na uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu sasa tuangazie kwa kina sababu hizi. Sababu ya kwanza, mfumo wa mgawanyiko wa kijeshi. Sababu ya kwanza kabisa inahusu muundo wa jeshi letu. JWTZ lina mfumo wa mgawanyiko wa madaraka na vifaa ambao unafanya iwe vigumu sana kwa kikosi kimoja au kundi dogo kufanya mapinduzi. Mfumo huu ambao unasemekana kuasisiwa na baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, uliwekwa kwa lengo la kulinda utawala wa kiraia na kuhakikisha kuwa hakuna kundi moja lenye nguvu kamili. JWTZ limegawanyika katika kamandi kuu kadhaa, ikiwemo kamandi ya jeshi la nchi kavu, kamandi ya jeshi la wanamaji na kamandi ya jeshi la anga. Kila kamandi ina majukumu yake maalum na inaongozwa na viongozi wake. Kwa mfano, kikosi kilichopo Dar es Salaam kinaweza kuwa na vifaru, lakini kikosi cha Arusha kikabobea kwenye silaha za miguo. Hii inamaanisha kwamba hakuna kambi moja ya jeshi iliyokamilika kwa kila aina ya zana za kivita. Ili kufanikisha mapinduzi, kunahitajika uratibu wa hali ya juu kati ya kamandi na vikosi mbalimbali, jambo ambalo ni gumu sana kufanyika kwa siri. Mawasiliano na uratibu wa aina hii ungegundulika kwa haraka na kuzimwa kabla hata ya kuanza. Mfumo huu wa mgawanyiko unafanya jeshi letu kuwa imara katika kulinda nchi dhidi ya maadui wa nje, lakini pia unafanya kuwa vigumu kutumika kwa malengo ya ndani kama mapinduzi. Unaweza kuamini kwamba pesa yako inaweza kukua na kukufanyia kazi wakati wewe ukiendelea na shughuli zako za kila siku? Sasa, sababu ya pili, kuzimwa kwa mtandao wa internet. Katika zama hizi za kidijitali, mawasiliano ni kila kitu. Sababu ya pili ambayo inaweza kuwa ilichangia jeshi kutochukua hatua ni kuzimwa kwa mtandao wa internet nchini. Tetesi za kuzimwa kwa mitandao ya kijamii zilianza kusambaa hata kabla ya siku ya uchaguzi. Na kweli, ilipofika siku ya uchaguzi, huduma za internet zilitatizwa kwa kiasi kikubwa. Kuzimwa kwa mtandao kulikuwa na athari kubwa. Kwanza, kulizuia mtiririko wa habari kuhusu matukio yaliyokuwa yakiendelea, ikiwemo maandamano na, bahati mbaya, mauaji ya raia. Bila picha na video za kuaminika kusambaa kwa haraka, ilikuwa vigumu kwa jamii nzima na hata kwa baadhi ya wanajeshi kupata picha kamili ya ukubwa wa tatizo. Mawasiliano ya haraka na ya kuaminika ni muhimu katika kufanya maamuzi ya dharura. Pili, kuzimwa kwa mtandao kulitatiza pia mawasiliano miongoni mwa wanajeshi wenyewe, hasa wale ambao wangeweza kuwa na mawazo ya kuchukua hatua. Katika dunia ya sasa, hata operations za kijeshi zinategemea kwa kiasi kifulani mifumo ya kisasa ya mawasiliano. Hivyo, ukosefu wa mtandao uliweka kizikwaa kikubwa cha kimawasiliano na uratibu. Sababu ya tatu ni utiifu wa viongozi wa juu wa jeshi kwa serikali. Sababu ya tatu ni muhimu sana, uongozi wa juu wa jeshi. Viongozi wakuu wa JWTZ, kama ilivyo katika nchi nyingi, huwa na kiapo cha utiifu kwa amiri jeshi mkuu ambaye ni rais wa nchi. Hii inamaanisha kwamba maamuzi yote makubwa ya kijeshi yanapaswa kupitia kwao na kuidhinishwa na amiri jeshi mkuu. Katika mazingira ya Tanzania, viongozi wa juu wa jeshi wamekuwa wakionyesha utiifu mkubwa kwa serikali iliyopo madarakani. Hii ni sehemu ya msingi wa weledi na nidhamu ya kijeshi. Kwa hiyo hata kama kulikuwa na wanajeshi wa vyeo vya chini waliokuwa na hasira na kusikitishwa na matukio ya tarehe 29 Oktoba, ingekuwa vigumu sana kwao kuchukua hatua bila baraka za viongozi wao wakuu. Uongozi wa juu wa jeshi una jukumu la kulinda utulivu na amani ya nchi, na mara nyingi watatafuta njia za kutatua migogoro bila kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya serikali ya kiraia.
Hii ni kwa sababu mapinduzi ya kijeshi yanaweza kusababisha machafuko makubwa zaidi na hata vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sababu ya 4, uwepo wa vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini kama vile jeshi la polisi na idara ya usalama wa taifa. Vyombo hivi vina majukumu tofauti na JWTZ. Wakati JWTZ ina jukumu kuu la kulinda mipaka na uhuru wa nchi, jeshi la polisi na usalama wa taifa vinahusika zaidi na usalama wa ndani na utekelezaji wa sheria. Kihistoria, vyombo hivi vimekuwa vikiunga mkono serikali iliyopo madarakani. Katika matukio ya maandamano ya tarehe 29 Oktoba, tuliona jinsi jeshi la polisi lilivyokuwa mstari wa mbele kuzuia wananchi kuandamana. Mapambano yoyote ya ndani yangehusisha mgongano kati ya JWTZ na vyombo hivi vingine. Hali kama hii ingeweza kusababisha umwagaji damu mkubwa na kuigawa nchi vipande vipande. Sisi wananchi tunalipenda sana jeshi letu JWTZ kwa sababu tunaamini lipo kwa ajili ya kutulinda. Tunaona tofauti kubwa kati ya jeshi letu na vyombo vingine vya usalama. Lakini ni muhimu kuelewa kuwa JWTZ inafanya kazi kwa weledi na inajaribu kuepuka migongano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, jambo ambalo lingeweza kuhatarisha amani ya nchi. Sababu ya 5 ni tamko la Captain Tesha. Mwisho kabisa, tunakuja kwenye sababu ya 5 ambayo ni tamko la Captain John Charles Tesha. Kabla ya uchaguzi, Captain Tesha alitoa tamko kupitia mitandao ya kijamii akihimiza jeshi kuingilia kati na kuichukua nchi. Tamko hili, ingawa lilionyesha hisia za baadhi ya watu, lilisababisha serikali na vyombo vya usalama kuwa katika hali ya tahadhari kubwa. Baada ya tamko hilo, JWTZ yenyewe ilitoa kauli ya kuonya dhidi ya majaribio ya kuliingiza jeshi katika siasa. Inawezekana kabisa kwamba tamko la Captain Tesha lilisababisha serikali kuwachukulia hatua za kiusalama wanajeshi wote waliokuwa wakitilia